Mambo vipi watazamaji wa Pafenga Media? Karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa cha harakati za sanaa na msanii. Mimi ni Matias Zumba. Hii ni Pafenga Media, na usahau vile vile ku-like, ku-comment na kushare linki. Tupo kwenye tukio moja kubwa na muhimu sana kwenye sanaa yetu ya Bongo Movie. Na leo tupo kwenye uzinduzi wa filamu yetu kubwa kabisa inaitwa The Toilet Killer kwenye kikundi cha Wandenga Gang. Ni kitu gani kipo ndani? Kuna matukio gani yamefanyika kwenye uzinduzi huu? Twende pamoja mpaka mwisho wa kipindi hiki. Kwa hiyo katika movie ambayo mmezindua siku ya leo ina character 6 au kuna wengine zaidi ambao wameongezeka? Wako wengi sana, na baadhi ya wasanii wengine ambao wanacheza katika hii tamthilia wamo. Na kuna mmoja amecheza huyu hapa anaitwa Kidawa. Wa Kidawa njoo kuone. Kidawa jini. Njoo. Kidawa ndo jini, huyo ndo muuaji. Huyo ndo muuaji wanaitwa. By the way, movie inaitwa Toilet Killer. The Toilet Killer. Yo, kama mnavyoona bango hapa. The Toilet Killer. Na balaa sana. Haina noma. Yaani kwenye The Toilet Killer huyo ndo killer mwenyewe. Hayo kimuona hapa ni tofauti. Hapa ni zombie. Hapa ni zombie. Bwana, mambo vipi? Uko poa? Umependeza sana. Wewe umekuvalisha nani? Sogea kuone watazamaji. Amekuvalisha nani? Au umejivalisha mwenyewe? Mwenyewe. Au baby? Mwenyewe. Bwana, unaitwa nani? Naitwa Amina. Nikianza na wewe kabisa moja kwa moja. After malizia dada pale. Nyendo, hao ndio idadi ya watu ambao wapo kwenye na kwenye kundi? Kwenye kundi zetu 6. Ndio. Ila kuna majaliwa unaweza kumsaini. Kuna majaliwa. Nafikisha kwa familia tayari, na dada ndio yuko signed. Okay, sawa. Umecheza kama nani? Kidawa. Kidawa ambaye ndo Jini. Wewe tukianza nawe hapo, ilikupa changamoto gani kucheza katika nafasi ya Jini kuwaua watu? Yaani kuna changamoto tena ambayo ulipitia kwenye karia kama katika character hiyo ambayo ulicheza? Babangu alifariki kwenye kulia. Nilipigwa bao hilo. Sisahau. Bao. Bwana, hongera kwanza. Hongereni kwa shughuli kubwa na nzito. Naamini mmepitia mengi ambayo ni changamoto, lakini mmefanikisha. Changamoto kubwa ilikuwa nini ambayo ilisababisha yani ambayo ulipitia kama katibu kuona kweli ina ugumu? Changamoto zipo nyingi, hususani katika swala zima la wasanii, na maana kwamba wewe kama katibu unatakiwa uwe muelewa kutokana na wasanii wako uliokuwa nao. Kwa hiyo baadhi ya wasanii ambao wenye changamoto, unajua katika changamoto zake unazitatua vipi. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo ugumu ni upo. Okay. Mmesema kwenye kundi lenu kulikuwa na watu 23 mnapoanza. Mpaka sasa hivi mko watu 6. Kwa hiyo unaona kuna ugumu gani kufanyaje kazi na watu wachache? Kufanya kazi na watu wachache. Mimi sioni kuna ugumu, kwa sababu kwamba nipo na watu wachache lakini wanaojitambua na kujielewa. Mimi na imani mnaweza mkawa wachache, lakini mkihitaji kufanya kazi ya watu wengi, mnaweza mkaita watu wengine mkaja mkafanya nao. Sawa, lakini kitu kikaonekana. Kikubwa kuwa wachache lakini wenye kujielewa, malengo yenu muelewe kwamba haya malengo yanalenga jambo fulani na mnasikilizana. Lakini pia kitu kingine, muwe wachache alafu muwe na nidhamu. Okay. Mimi naamini wa Tanzania wengi na vijana wengi wenye talent wako mtaani wanaangalia hiki ambacho mmekifanya. Wito wako ni upi kwa vijana ambao wana talent na wanashindwa kuthubutu kufanya kama hiki kitu ambacho mmekifanya? Kikubwa kwanza ni kumwamini Mungu. Alafu kama kweli una kipaji, tumia kipaji chako ili kiwe chenye mafanikio. Usitumie kipaji chako kwa ajili tu ya kuonekana na watu fulani. Kwa hiyo tumia kipaji chako kiwe chenye mafanikio. Unaelewa si? Pia kitu kingine ni washauri tu, kama kweli unaamini na kipaji, basi simama katika mstari ambao uliokuwa mzuri. Baadhi ya wasanii wengi ambao waliokuwa mtaani wanashindwa kufanikiwa kwa sababu ya nidhamu.
Unajua nidhamu ndio kitu muhimu sana katika jambo lolote. Ukiwa na nidhamu katika kipaji chako, basi unaweza kaona njia iko vizuri tu. Okay. Anajua katika maandalizi ya The Toilet Killer kulikuwa na watu wengi ambao wameshiriki, mikono ya watu wengi na maanisha kwenye production nzima. Director wa hii movie ni nani? Director wa hii movie anaitwa Timo. Kwa watu wakimtaka director wa hii movie, akipenda kazi yake, anaitwa Timo. Mtu hatari sana. Okay. Kwa editing final, editing ya cover, final na kila kitu kamaliza yeye mwenyewe. Kwa hii cover ametengenezea yeye mwenyewe pia. Okay. Lakini upande wa story nimeandika mimi katibu. Okay. Kwa ni mwandishi pia wa story. Sahihi kabisa. Okay. Director pia nimeongoza mwenyewe. Okay. Nashukuru Mungu katika hilo, lakini production manager ni bibi hapo. Okay. Production manager. Ongea naye vizuri. Okay, kingine? Lakini pia designer ndo kama hivyo ni Timo. Kuna producer ambaye ndo mimi katibu pamoja na mwenyekiti wangu. Soundtrack au aina? Soundtrack anaitwa Goms. Huyo ni msanii? Hapana, yeye sio msanii, ni producer. Okay. Bana, ongeeni kwa kazi nzuri. Mimi naamini kupitia hili vijana wengi watakuwa inspired na kufanya kuwa na uthubutu katika sanaa zao. Shukrani sana mheshimiwa katibu. Namalizia na Mwasibu. Mambo vipi? Bana, najua kuna changamoto nyingi kwenye kushika pesa. Au sio? Wewe kuna ugumu wote kwenye uhifadhi hiyo, nani kuna changamoto yote ambayo unaipata katika kuhifadhi hizo pesa? Kuna changamoto nyingi sana. Kama kwa sababu kuna sometimes unaweza ukashikwa na shida sana. Alafu unaiangalia hela ukasema nitafix. Alafu unasema sio kwa sababu ni lazima. Alafu kitokea kitu nairudisha. Yaani hiyo ni changamoto kubwa kwa sababu unapoyazima alafu unategemea kurudisha. Siku ambayo unataka kurudisha, ni siku ambayo unakuwa unakosa pesa. Okay. Unalilia changamoto. Sijaanza nilikuwa jana. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Naweza kujifunza vizuri. Mwenyekiti amesema hapa wasanii wengi walikuwa wakiondoka kutokana na michango. Vipi michango ile ilikuwa mikubwa sana ya DJs kama unajua mtu na utagunga keki kanga. Unajua kuna vitu vingine kuna kujaribu. Wengine ninaoanzishwa kundi anasema sibani nikajaribu basi na mimi labda najua kuigiza. Sio unajua sana. Ila kuna kitu ambacho umezaliwa nacho na kipo ndani ya moyo. Unasema nitajitoa ili maji nifike sehemu fulani. Kwa hiyo wale wengi sana na imani yangu walikuwa wanapenda kujaribu. Kwenye The Toilet Killer upo ndani. Umecheza kama nani? Yani hii movie imenilia ugumu kidogo kwa sababu yani sehemu alioniweka yani ni mtu ni sana. Alafu sio mambo yako. Sio vitu vyako. Kwa hiyo ugumu ulikuwa hapo. Nikani ukiwa kama msanii wa kike unajua mnapitia changamoto nyingi sana. Ni nafasi gani ukiambiwa ucheze uwezo kuicheza? Yaani kwa mimi nafasi ambayo itanishinda yani nahisi kati zitakuwa kama milioni. Tuiache. Mgonjwa huu. Mimi mgonjwa. Mwanangu mimi mgonjwa. Mimi mgonjwa msiponi mwanangu. Usiseme hivyo baba utapona. Nataka maji sasa. Heshima yako mkuu. Nashukuru asante sana. Watanzania wangependa kujua unaitwa nani na upo kama nani kwenye Wandenga. Kwanza mimi naitwa Yaya Msagula, ni katibu wa UVCCM, mmoja wa vijana CCM. Okay. Ngazi ya shina. Tuko na mheshimiwa kumbe kabisa. Vikindu huku. Okay. Shina namba 19. Nimekuja pia kwa support vijana wangu Wandenga. Nawapenda sana, niko pamoja nao bega kwa bega. Okay. Nimeacha wewe unajua kabisa kwamba usiku huu mimi na wake wanne. Kwa nimewaacha wanawake zangu wote kwa ajili ya tukio kubwa. Kuja kwa support ndugu zangu, wadogo zangu, Wandenga family. Kwanza hongera sana kama kiongozi ushiriki matukio ya vijana wako katika eneo lako la uongozi, lakini pia imekuwa ni ngumu sana kiongozi kama wewe kuacha majukumu yake lakini kuja kusupport kitu kama hiki. Kwa sababu watu wengi wanaamini kama sanaa ni kitu cha kiuni na kitu kama hivyo. Lakini wewe umeamua kusupport. Kitu gani ambacho kilikuvuta kwamba ngoja nishiriki ulivyofuata kwa mara ya kwanza? Kwanza ni usiriasi wa vijana. Ndio. Kwa sababu miongoni mwa vijana katibu na mwenyekiti ni watu ambao nawafahamu vizuri sana. Okay. Ni watu ambao nilikuwa nao mtaani muda mrefu, hasa mwenyekiti. Kwa hiyo walipokuwa na jambo lao hili waliponijulisha
nikajua kabisa kuna userious kwa sababu nawajua vizuri sana, nawajua kila kitu kwa miendeleo zao kila kitu. Kwa hiyo ndio maana nikaacha hata shughuli zangu zote kwa ajili ya kuja kuwa support. Okay, na kama ikitokea amekuja ni kijana ambaye amfahamu, kwa sababu hapo naangalia vijana wengi ambao wanatamani kuthubutu kufanya kitu kama hichi. Akija kijana mwingine ambaye hamjawahi kukutana, mfahamiani, kuomba support kama kiongozi wa hiyo, unaichukuliaje? Kwa sababu umesema mfanya kwa sababu labda mnafahamiana. Yani mimi niko kwa siku zote kwamba binafsi ukiacha uongozi, mimi napenda sana maendeleo. Okay. Napenda sana kijana mwenzangu afikie pale ambapo nilipofikia mimi. Kwa hiyo kila ambacho anachokifanya kijana mwenzangu, basi mimi nitakuwa nyuma yake kukitekeleza. Nitakuwa nyuma yake kumshika bega kwa bega kwa hali yoyote. Okay. Hata kama sitakuwa na uwezo wa kifedha, basi kuwa hata na uwezo wa kumsupport, hata kufuatana naye, kwenda naye. Yani kama wajibu wa kiongozi. Wito kwa vijana ambao wanatamani kufanya kitu kama hiki lakini hawajapata nafasi. Wito wako kwao? Wito kwamba vijana wasikae chumbani. Kama una kipaji usijifiche uchochoroni. Kama una kipaji jitoe, jionyeshe, watu wakuone. Inawezekana kwamba wewe una fursa. Okay. Lakini fursa yako unajificha chumbani. Kwa hiyo jitoe, usiogope, jisubutu. Ndio. Lakini pia ndugu mtangazaji, ningependa kitu kimoja kidogo samani. Ndio. Kwamba mwenyekiti wa Wandenga Family na katibu na Wandenga Family kwa ujumla. Ndio. Nimeipenda hii yote program yote walioifanya. Lakini pia mimi nina kipaji. Okay. Pia naweza nikapeleka maombi. Wakishangaa kama nikapeleka fomu pale. Kama naomba sign pale Wandenga Family. Kwa sababu mimi pia nina kipaji. Hongera sana. Shukrani sana. Lakini pia naamini hakutakuwa na pingamizi katika hilo. Ni kweli. Utaongea naye vizuri kijana wako? Kabisa. Nimeisha mzee wangu. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Asante sana. Nashukuru. Nani? Kwa majina halisi naitwa Tamim Maundu. Ndio. Ila jina maarufu Dar es Salaam tuseme na Tanzania kwa ujumla katika kazi zetu naitwa Director Team of Visual Effects. Ndio. Yeah. Kwanza hongera kwa kazi nzuri. Yaani sijaona lakini nimeona tu design yako hapa. Ndio. Ni nzuri sana. Changamoto ilikuwa ipi kwenye kuandaa movie The Toilet Killer? The Toilet Killer ilikuwa na changamoto lakini sio kubwa. Kwa sababu vijana walijizatiti kufanya kitu. Kwa baada ya kujizatiti kufanya kitu, unajua tunapataga changamoto baada ya kuwa vijana wanalega, lakini wenyewe kama umeona mpaka wamefika kwenye hatua kama hii ya kumwalika mbunge, manake wenyewe waliforce wapambane. Kwa hiyo kiasi nilijaribu kuangalia kwa uwezo wangu nitawasaidiaje. Kwa hiyo tukasaidiana kulifanya ile jambo mpaka leo umefikia kwenye tamati hii ambayo tunaiona. Kwa hiyo changamoto zipo za kawaida kama wasanii kushindwa kushika maelezo kwa sababu walikuwa nafanya mimi ndo mara ya kwanza. Okay. Kwa wangu mimi kidogo na directions tofauti. Okay. Kwa hiyo kidogo kwa ikawa ni ngumu kushika kwa haraka lakini tuliendelea na kama unaangalia hii filamu kidogo inakuwa inacheza katika wale mchezo wanasema dramatics. Maana kuna cinematics, dramatics, all and action. Kwa hiyo hii ni dramatics. Umetuacha kidogo. Nikisema drama ni movies za aina gani? Yani drama ni hizi kama filamu za kina Mama Kimbo, zile ni drama ni michezo. Lakini thematics ni zile movies za yani mara nyingi nakupa mambo ya vita. Action mambo ya ngumi. Unaona vizuri. Horror movie ni zile movies za kutisha. Kwa hiyo movie tulimeichanganya kidogo lakini tumechanganya horror lakini pia tumechanganya dramatics. Kwa hiyo ndani unaweza kukuta watu wa comedy kwa sababu comedy anacheza drama. Lakini mtu wa serious yeye anacheza cinematics. Okay, sawa. Umefanya product nyingi na naamini. What is special kwenye hii ngoma? Naam. Kitu gani kilikuwa ni special sana kile ambacho ukiona ni kweli hii? Ni kitu gani ambacho kilikuvutia zaidi kwenye hii? Kwenye hiki kilichonivutia ni hapa picha hii. Okay. Hii picha kidogo nilipata changamoto kama unavyoona kijana yupo tumbowazi baada ya kumwambia ucheze hebu kuwa tumbowazi. Kwa upande wake ilikuwa ngumu akaniambia director si nikamwambia sikiliza. Mimi na image ambayo niko nayo kichwani. Umeona kama mimi nimemtoa dada mara mbili yuko hapa na yuko hapa. Umeona vizuri. Okay. Kwake ilikuwa ngumu alisema inatosha hii nikamwambia hapana. Nisikilize mimi kuna kitu
kita attention kwa sababu wanasema cover ni attention ya muandaa mtu ili aweze kuangalia kazi yako. Na graphics nyingi ambazo nafanyaga za YouTube, watu wengi wa YouTube na wafanyaga cover design kama hizi na wanafika malengo. Mwingine alikuwa anapata viewers 100, mwanza kuta anapita mpaka K200, K2, K3. Yaani nimemtoa chini kwenye 100 viewers mpaka kuja kwenye K kwa sababu ya cover. Mtu akiona kidogo kuna kitu gani mtu anacheki pale na kwa kwake kwa rahisi. Kwa maana nilimwambia hiki kitu na hivyo. Mimi naamini kulikuwa na moment nyingi sana wakati wa kutengeneza filamu ya The Toilet Killer. Ni moment gani ambayo ukikumbuka inakufurahisha sana? Yaani kwamba ukikumbuka unacheka mwenyewe kwamba mizunguo mieyusho mingi. Actually kuna jambo moja, unajua tunasema kwa kikambi zetu hizi jinsi tunavyofanyaga, kula ndio kitu muhimu sana mara nyingi sana. Kwa walivyojiandaa kama nilivyokuambia, wanasema Kiswahili kingine walijitutumua, wakaandaa mchele safi, kwa chakula kilikuwa kipo vizuri. Kwa hiyo tukawa tunafanya ile kazi kwa mlongozi. Amini tumetumia muda mchache sana kufanya hii issue. Na hii issue huwezi kuamini mpaka sasa hivi tuna episode zaidi ya 10, lakini huwezi amini hizo episode tulitumia muda mchache kuzitengeneza kwa sababu tulikuwa tuna lengo moja. Na watu wengi wanashindoka kwenda kwenye malengo kwa sababu hawana lengo moja. Mwingine ana lengo tu yeye aonekane, kuna mwingine ana lengo yeye tu asikike au yani hivyo, kila mtu ana malengo yake. Kuna wengine wanafuataga mademu kwenye makambi, mbona vizuri. Serious inabidi tuongee. Kwa vile sisi tuko na lengo letu moja, tukasema kuna uzinduzi. Tutamuita mbunge, tutafanya tunavyojua mbunge afike. Mwenyezi Mungu ashukuru, mbunge kafika, japokuwa amefika mwakilishi, lakini sisi tunasema mbunge kafika. Tusichukue muda wako mwingi hapo. Unafanya kazi ya kushuti filamu tu au una kazi nyingine pia unafanya? Mimi ni kazi yangu maarufu kabisa ni hii, na ndo kazi yangu maarufu ambayo nimeiweka. Yaani mimi nafanya all post production. Yaani vitu vyote vinafanyika kwenye production, uniweke kwenye video nafanya, uniweke editing nafanya. Kama hapo unaona jina langu ni Visual. Mwanzo nilikuwa nafanya visual, nafanya vitu vingi, yani vitu vyote tunavijua kwenye behind nyuma. Halo? Halo. Kiweba. Uko wapi? Niko barabarani. Pendeza. Asante. Amekuvalisha nani? Naona amevaa sana. Sisi nilikuwa nauliza maswali ambayo mmediscuss kuvaa. Ili kwaje? Alichagua ile rangi nani? Mmependeza sana. Kamati ndio imechagua rangi. Designer nyewe. Hongereni sana kwa kazi nzuri. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Warda. Kwa jina la sanaa natumia kama Zamu. Kama Zamu. Na kwenye The Toilet Killer umecheza kama nani? Toilet Killer nimecheza kama vile nimetumia Zamu na nimecheza kama vile yani mtu mnafiki fulani hivi mbea. Hiyo kalia ni ya kwako wewe? Hapana. Wewe sio mtu wa hivyo. Sio mtu wa hivyo. Unawaambia nini wadada ambao wako huko mtani wa kutazama na talent wanatamani kufika mbali wa kike? Ninachojaribu kuambia kila kitu ni kuthubutu. Kama unajiona una talent, yani usijifiche fiche, usione aibu. Mimi mwenyewe mwanzo ilikuwa ngumu, nilikuwa najiona siwezi, lakini kwa viongozi wangu wamenishawishi, wamenifundisha. Mwanzo nimefanya japo sio kwa uzoefu, lakini at least sasa hivi na sana. Warda, mambo vipi sister? Safi kwema. Kwema mzima. Umependeza. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Nasla. Nasla nani? Nasla Salum. Kwenye The Toilet Killer umecheza kama nani? Nimecheza kama jirani mbea hivi. Mbea. Inaonekana kama mbea hivi. Hapana. Au sio mambo yako? Sio mambo yangu. Hongereni kwa kazi nzuri. Asante. Hongereni kwa kitu kikubwa ambacho mmekifanya. Wito wako ni upi kwa vijana wenzetu ambao wako mtaani wana vipaji na wanatamani kuthubutu kama mlivyofanya? Unawaambia nini? Nawaambia kwamba wajifunze, ukiweka nia basi kwenye nia pana njia, tunasemaga hivyo. Mimi mwenyewe nilikuwa kama wao, nashukuru. Nimefundishwa angalau naelekezwa hivi na hivi na hivi. At least kidogo sasa hivi naanza kuelekea. Kwenye masuala ya movie kuna kambi, kuna kuchukua muda wako. Wewe inakuwa gumu gani kwenye familia upande kutoka? Kila kitu kinaenda na nia na nia. Kwa maana hiyo mimi kifano kama mimi kwa sababu napenda sana sanaa. Na maana nitachotaka kukutana nacho na kabiliana nacho. Umeelewa? Umeolewa si ndio? Hapana. Asante sana. Asante sana. Bro, inakuaje? Poa baba. Umepoa mwanangu, unyama mwingi. Magaida mzee. Hapo ushingapi hapo mwanangu?
tukianza kwenye koti hapa. Hapa koti mwana. Drop wewe. Hapa koti hii ni 50 hapa. 50. Yeah. Bana Wandenga brand kweli. No. Chini hapo unaona unyama mwingi ya Force. Kama unavyojua ya Force brand kubwa au sio bwana? Hapa chini ni 70,000. 70 hapo. 70 si yenyewe sio bonye. Unaogopesha watu watashindwa kufanya sana. Bana unaitwa nani kwanza? Mimi kwa majina naitwa Hasani, majina ya wazazi, lakini watu wengi wananifahamu kama Aslay Junior. Ila kwenye The Toilet Killer. Kwenye The Toilet Killer mimi nimecheza kama mshikaji wa nani Marumbano, yule mwenyekiti yule mmoja na Kiweba, wale viongozi wawili. Mimi nimecheza kama mshikaji wao ambao mimi kwamba wao kuna vitu wanavifanya afu mimi najaribu kuvitafuta ni vitu gani, lakini wamejaribu kwamba mimi najaribu kukinzana navyo vile vitu ambavyo sio vizuri na wakemea. Nimecheza tu kama mtu ambaye napingana na vitu viovu. Okay, wewe sana umeanza mwaka gani? Sana tuseme rasmi nimeanza kwenye kama 2019. 19. Yeah, of course. Okay. Basi poa mwanangu. Kwenye mitandao ya kijamii unapatikana kama nani? Kwenye mitandao ya kijamii mimi naenda kama Aslay Junior kwenye Instagram, lakini Facebook unaenda kama Hans Kani. Yaani ukiandika Hans Kani pale unanipata. TikTok naenda kama Aslay Junior. YouTube pia ndio hivyo, ukitcheki Wandenga gang. Okay. Unyama ni mwingi. Poa mwanangu, karibu sana. Okay, mambo vipi? Nakusalimia tena ise. Najua natumaini kabisa umeenjoy na show nzima ya uzinduzi wa The Toilet Killer. Tumepiga story na celebrities mbalimbali ambao wameshiriki katika tukio hilo kubwa, na tumepiga story na viongozi wa Wandenga gang, na tumepata vitu vingi sana ambavyo vinaamini vimekufunza, vimekupa moyo wa kuthubutu katika kile ambacho naamini kitakufikisha mbali kwenye sanaa yako. Mimi ni Matias Zumba na hii ni Pafenga Media. Hala.